Naam, kama ambavyo tumekujuza kwamba leo tuko katika kanisa hili la Tanzania Assemblies of God TAG Kimara Mwisho hapa jijini Dar es Salaam, ambapo kongamano la section ya Kimara Kusini linafanyika, na pembeni yangu ni mkurugenzi wa section hii ya Kimara Kusini ambaye anafahamika kwa jina la Janet Selema. Atakwenda kutuambia yale yote ambayo yatafanyika ndani ya siku hizi tatu katika kongamano hili ambalo limeanza siku hii ya leo na kuhitimika ile siku ya Jumamosi. Twende kuzungumza naye atuambie yale mengi ambayo amekuandalia wewe mwanamke, lakini pia na wewe mtazamaji ambao unatutazama kupitia WWK TV, chombo bora ambacho kinamilikiwa na idara ya WWK ambayo iko chini ya kanisa la Tanzania Assemblies of God. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Janet Selema. Mimi ni mkurugenzi wa section hii ya Kimara Kusini. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo, kwa kuwa tulitamani, tulingoja kwa siku nyingi na tulikuwa tukiombea sana. Ninamshukuru Mungu, tumekuwa na maombi na wanawake kwa muda wa mwezi mzima tukiombea siku ya leo. Na kuanzia siku ya jana tarehe 1 tulikuwa na semina ya viongozi ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Watu walifurahi, walimpokea Bwana Yesu, walijisikia vizuri. Na siku ya leo ya tarehe 2 ambayo ndio siku ya kwanza kongamano letu, tumeanza asubuhi saa 3 tukiwa na shamra na maandamano na mabango mbalimbali ya kumfurahia Bwana Yesu na kumtumikia Bwana Yesu, kwa sababu sisi ni wanawake, ni jeshi kubwa, tunamtumikia Bwana. Na pengine yako masomo mbalimbali ambao watajifunza WWK katika juma hili ni yapi, na wanenaji ni akina nani, lakini nini matarajio mara baada ya semina hii? Masomo ambayo tumeanza kujifunza siku ya leo, mwangalizi wetu amefungua kwa somo la kwamba mwanamke na mabadiliko, na tutamwamini Mungu kwamba mwaka huu utakuwa ni mwaka wa mabadiliko kwa wanawake wa section hii ya Kimara Kusini. Na tunamshukuru Mungu, pia tumepata neema ya kufundishwa na mkurugenzi wetu wa jimbo ambaye ametufundisha somo zuri sana linalosema mwanamke na nyumbani mwa Bwana. Kwa hiyo tumejifunza, tumebarikiwa na tukajitambua kwamba tunahitaji kukaa nyumbani mwa Bwana, na tumekuwa na maombi na maombezi. Tunamwamini Mungu kwamba watu wengi wamefunguliwa siku ya leo na tumemwona Mungu akiwa pamoja na sisi. Nini sasa unawashauri wanawake hawa ambao wako hapa, lakini pia kuna ambao bado hawajafika mahali hapa, wanasubiri pengine waone hali ikoje? Nini cha kuambia ambao tayari wamefika, lakini pia wale wengine ambao bado hawajafika mahali hapa? Amina. Cha kuambia kikubwa ni kwamba wasikose wanawake kuja kufika katika kongamano hili, maana kongamano hili tumeandaa mambo mazuri sana. Siku ya kesho tuna somo zuri la moyo wa ibada, na tusikose, kwa sababu katika moyo wa ibada ndipo tunapojifunza kwamba tunamtumikiaje Mungu na tunamtafutaje Mungu. Kwa hiyo mwanamke ambaye umekosa siku ya leo na kuhamasisha siku ya kesho, usikose kufika mahali hapa. Na pia tutakuwa na somo zuri linalohusiana na umisheni pamoja na utoaji, maana pasipo utoaji na umisheni, kufanya umisheni, mwanamke, utumishi wetu utakuwa bado haujakamilika. Kwa hiyo ninakukaribisha sana mwanamke, ili uweze kufika kuja mahali hapa. Na siku ya Jumamosi itakuwa ni siku nzuri sana. Tuna mwalimu mzuri sana ambaye atafundisha somo la ndoa na familia, anaitwa mchungaji Neema Mndasha. Kwa hiyo tunatamani sana uje na mme wako, kwa sababu kuna mambo mazuri sana ambayo tumekuandalia kama viongozi wa section hii ya Kimara Kusini. Tutakwenda kuzungumza na wana WWK ambao wamekwisha kuhudhuria katika kongamano hili ambalo linafanyika hapa katika kanisa hili la Tanzania Assemblies of God TAG hapa Kimara Mwisho, ni katika jiji hili la Dar es Salaam. Tunakwenda kuzungumza na baadhi ya wana WWK ambao tayari wako hapa, watuambie wamejifunza nini, lakini pia nini matarajio yao katika siku hizi tatu ambazo watapiga kambi mahali hapa. Na huyo ni mmoja wa viongozi ama wenye viti katika idara hii ya WWK. Yeye yuko hapa, atatuambia kwa uzuri zaidi mwenyekiti wa kanisa gani, nini amejifunza, lakini nini matarajio yake katika siku hizi tatu ambazo watajifunza mahali hapa. Bwana asifiwe. Amina. Habari za kwako? Salama. Katika tabasamu nzuri kabisa na katika furaha na katika shangwe, tuambie ni mwenyekiti wa WWK wapi na nini ambacho mnatarajia katika kongamano hili ambalo linafanyika hapa? Karibu sana. Asante. Mimi ninaitwa Mwalimu Rehema, ni mwenyekiti wa WWK tawi la Kimara TAG hapa ambapo tupo. Mimi ndio mwenyekiti wa hapa. Katika kongamano hili tuna matarajio mengi, lakini tarajio la kwanza tumejifunza mabadiliko. Mkurugenzi wetu au mwangalizi wetu wa section ya Kimara
ametuongoza kwenye neno hilo la ufunguzi la mabadiliko. Kwa hiyo tunatarajia baada ya kongamano hili tutakuwa tumebadilika. Mabadiliko kiutendaji, mabadiliko kiuchumi, mabadiliko kimaisha, mabadiliko kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunamtarajia Mungu, lakini tunatarajia kuona mambo makubwa. Maandalizi ya mwaka huu sio cha mtoto. Yuko mwanamke ambaye bado hajafika mahali hapa na pengine anatamani kujua tu kwamba hali ikoje na pengine ndo ahamasike kuja. Hebu mwambie amechelewa ama bado hajachelewa? Kiukweli mwanamke ambaye ananisikiliza hajachelewa. Bado tuna masomo mazuri yako mbele yetu, tunategemea kujifunza, tunategemea kumuona Mungu. Leo ni tumefungua tu, yani ndio kwanza kama ni kapu limefunguliwa. Kile chakula tutakula kwa siku hizi zote. Kesho tutaendelea kula, lakini pia Jumamosi tutakuwa na masomo mazuri ya ndoa na familia. Nimwalike mwanamke na mume wake, wakina baba, wanaume popote walipo, karibuni sana tushirikiane siku ya Jumamosi. Ninachoweza kusema tunatarajia mambo makubwa. Matukio makubwa ambayo tunayategemea ni mabadiliko ya uamsho wa mwanamke. Tunategemea mwanamke kubadilika kiuamsho, sawa sawa na wito wetu wa miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunategemea mabadiliko makubwa sana kwenye kipengele hicho. Mwanamke atakuwa ameamka kwenye kipengele cha uamsho. Naam, asante sana. Huyo ni mwenyekiti wa idara ya WWK katika kanisa hili la Tanzania Assemblies of God TAG Kimara-Mwisho hapa jijini Dar es Salaam, ambaye yeye yupo katika mikono salama ya mchungaji Ruth Tema ambaye ndiye mchungaji kiongozi wa kanisa hili. Asante sana na kushukuru sana. Tunaendelea kuzungumza na wana WWK wengine ambao tuko nao siku hii leo. Wengine wapo wanakula, wengine wako wanakula, wengine wako na watoto. Watuambie kwa ufupi tu wamejifunza nini kuhusiana na kongamano hili zuri. Mambo Poa. Ujambo? Mama Tumbi, unajisikiaje kuwepo katika kongamano hili la WWK siku ya leo? Tazama kamera. Najisikia vizuri sana kuwepo kwenye kongamano hili, maana ni kongamano lenye uamsho, lenye kujawa nguvu za Mungu, na nimejifunza mambo mengi sana ikiwemo ni kubadilika, kuwa na mabadiliko, kukua kiroho. Mungu awabariki. Pengine unajua kongamano hili linawafundisha mambo mengi sana, mojawapo ikiwa ni masuala ya familia na nini. Unahisi itakusaidia vipi sasa kuboresha pia maisha ya nyumbani? Kwa mimi itanisaidia sana kwa sababu nimejifunza pia kwa habari ya kujitoa kwa ajili ya familia kama Abigaili alivyojitoa kwa ajili ya familia yake. Lakini pia nimejifunza sana kutokata tamaa, kuendelea kumng'ang'ania Mungu, kuomba, kufunga na kuomba, kudumu ibadani. Ndio hicho kitu ambacho pia nimejifunza sana, kuwa mwanamke wa ibada. Naam, ni wana WWK hawa. Kama unavyotazama mama huyo amekuja, yuko na watoto wake, lakini upo wewe ambaye hata mtoto huna, lakini kuhudhuria kongamano hili la WWK bado haujahudhuria, lakini bado una nafasi ya siku mbili, kesho na kesho kutwa unakaribishwa kuhudhuria ili uweze kujifunza maneno ya Mungu. Lakini pia pembeni yangu hapa niko na mwana WWK mwingine pia ambaye yuko pembeni hapa, naye angalau tusikie kwake mawili matatu. Umejifunza nini siku ya leo? Jitambulishe kwa majina yako na utuambie umejifunza nini na semina hii itakusaidiaje katika kukua kiroho zaidi. Karibu. Asante. Mimi kwa jina naitwa Christina Muinga au Kapitao Mrs. Malaki. Mimi ni mshirika wa WWK Kimara, ni muumini wa Kimara TAG. Siku ya leo namshukuru Mungu nimekuja mahali hapa, nimejifunza somo kuhusu mabadiliko. Mabadiliko, jinsi ambavyo wewe unaweza kubadilika kwa mtu wa Mungu ambaye umempokea Yesu Kristo. Kuna namna ambayo unaweza kubadilika. Ukiwa umeokoka huwezi kuishi maisha yale ambayo ulikuwa unaishi kabla hujaokoka. Na katika ulimwengu huu wa sasa, hata unapozaa mtoto lazima utegemee kuna mabadiliko. Kuna mabadiliko ya rohoni, kuna mabadiliko ya mwilini. Kila kitu unachokifanya au unachotegemea kukifanya ni lazima kiwe na mabadiliko. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neno hilo nililojifunza. Na mimi nitatoka kama mwanamke jasiri kwamba kila kitu ninachokifanya lazima kiwe kina mabadiliko. Hata kama nimeamua kufungua biashara, naweza nikaanza na mtaji mdogo, lakini mbele yake nikitegemea kuna biashara kubwa yenye mafanikio makubwa, au naweza nikawa ni mfanyabiashara wa kimataifa. Ndivyo mwanamke tulivyojifunza leo kwamba umeokoka, huwezi ukaishia tu kwamba wewe ni una wokovu wa chini. Lazima uwe mhubiri wa kimataifa, lazima uwe mwanamke jasiri wa kimataifa ambaye unaweza kufanya mambo makuu zaidi.